na ninamwalika directeur wa evangelisation explosive. Jambo mara tena. Furaha yetu ni kubwa kwa kazi Mungu ameendelea kufanya kwetu kama huduma ya evangelisation explosive. Pia kwa kipekee kwa Sebeka Katoliki. Tunashukuru wazazi ambao mumeendelea kuhimiza watoto waelekezwe katika neno la Mungu na mkiwashindikiza. Mungu awabariki zaidi. Nitasoma shairi mbili katika Isaya sura ya kwanza, shairi ya pili na ya tatu nitasoma kwa Français. Ciel, écoute, et toi la terre, tends l'oreille. C'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir les enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire, un âne connaît la mangeoire où son maître lui apporte à manger. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. Hii inaonyesha picha ambayo Mungu anakuwa nayo kuhusu taifa lake la Israeli. Na hapa anafika kiwango ya kulinganisha taifa lake na nyama alizoziumba, na kutani kwamba nyama zilikuwa na akili kuliko watu ambao alitamani awe katika ushirika pamoja. Hii sura ya pili anasema kwamba niliwalea watoto lakini wamejitenga nami. Kitu natafuta hapa, nataka tukumbushane wazazi na watoto ambao tutakuwa komee ya kwamba lengo ya Mungu anataka kwamba watu waimarike. Objektifu ya Mungu kwa kutulea ndani ya maneno yake ni kwamba tuimarike katika maneno yake, kiasi kwamba tushikamane na yeye sawa vile anatarajia. Ni kusema wakati tutakuwa tumeimarika katika uhusiano wetu na Mungu, tutaweza kutembea na Mungu kama vile yeye anatarajia kwetu. Hatutakuwa tena kama taifa lililoingia katika upotevu, ijapokuwa Mungu alikuwa ametarajia hawa wawe katika uhusiano pamoja na yeye. Furaha yetu leo ni kubwa, kwani tumebarikiwa kama taifa. Katika huduma ya evangelisation explosive kwa niveau international, tulikuwa tukileta ombi kuhusu maimarisho ya watoto. Tumekuwa na formation nzuri juu ya watoto hapa, na vitabu matoni tumeipata kila mara bure. Lakini tulikuwa na shida, changamoto moja, watoto wanapomaliza formation sasa kuwaendelesha maimarisho ilikuwa changamoto. Na Mungu alisikia maombi yetu, alisikia maombi yetu Sebeka Katoliki, alisikia maombi ya taifa EEDCS. Tumebarikiwa na vitabu, formation ya kusaidia watoto wote ambao wamaliza formation ya waingie katika formation nyingine ya maimarisho. Na hii formation inaitwa Club de Découverte. Walimu wataelekeza namna gani kutumikisha hii, lakini hasa sana watoto watatumikisha sana vitabu hivi. Na hii yote hawapombe makuta sio kulia. Ni baraka tumepewa. Katika nchi zote ambazo zinatumikisha metode ya kuna nchi fulani chache ambazo international alichagua kusema nyie ndio muonje hii formation ile tuipatie watu wengine. Na katika mashariki ya Kongo na sisi tulikuwa taifa chaguliwa ndio tushiriki zile baraka za kwanza. Na jambo la kipekee kwamba katika taifa ya mashariki ya Kongo EEDCS yote tuko na kanisa moja. Yenyewe pale tuanzia tupande picha mbele tuwe kwa zingine makanisa. Unajua jina yake Sebeka Katoliki. Hii kama imekuja hapa haiko juu tu Mungu Sebeka Katoliki. Ni juu kazi ni Mungu mnafanya hapa, mkifundisha watoto na kuwaelekeza, iko inasema, hayo peke inajisemea. Kiasi kwamba haina hitaji mtu aieleze, hayo peke inajisemea. Na hivi ilijisemea, nilisema hatutaenda anzia maimarisho kwa wengine kanisa au kwa wengine muzi ambayo ni Sebeka Katoliki. Amen. Na ni kwa ajili ya hii
Ndiyo maana tumefika hapa kusudi mafunzo haya yaanzishwe kirasmi kama vile uwakilishi wa mchungaji ameweza kuifanya. Ni nini tafanyika katika mafundisho haya? Mambo matano ambayo yameingizwa kwa somo 12. Hii ni misingi 5 ya kukomaa kiroho. Msingi wa kwanza ni kusoma Biblia. Msingi wa pili ni maombi. Msingi wa tatu ni ibada. Msingi wa 4 ni ushirika wa ndugu, na msingi wa 5 ni utangazaji wa habari njema. Hizi misingi 5 ndizo zimewekwa kwa undani kwa somo 12 katika vitabu hivi ambavyo watoto wetu watapatia formation ndani yake wakipata somo za maimarisho. Lengo ni kwamba watoto wasibakie tu kujua Injili, lakini waingie kwa kiwango kingine cha kumpenda Kristo na kuingia katika uhusiano wa ndani na yeye. Tunaamini wazazi mtaendelea kushirikisha watoto hawa, kwani watakuwa na kazi za kujifunza mambo nyumbani. Tutahitaji kuendelea kuwashirikisha sawa vile mlikuwa mkiwashirikisha. Kama mgali wenye hawana Biblia, hii shule inaomba mtu awe na Biblia. Watasoma maverse, watakuwa makazi za kufanya nyumbani. Biblia inaomba iwe kwa mkono ya kila mtoto. Hivi tunaamini kwamba mafundisho haya ya maimarisho yataweza kusaidia watoto wetu wakae vizuri katika imani, waelewe kwa undani ile Injili wanayotangazia wengine, na hawatakuwa miongoni mwa wale ambao watabebewa na kila upepo yoyote. Mungu abariki watoto hawa na wengine ambao watajiunga kwao katika mafundisho haya. Mungu abariki walimu ambao watajitoa kwa ajili ya kazi hii. Mungu abariki kanisa la Sebeka Katoliki, na Mungu abariki taifa letu. Tunawashukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu sana kwa programu ya leo. Hii kwa programu kubwa sana. Kanisa ambao haisale wa injilisti haiko kanisa. Mimi natoka kwa shamba mpya huko, nakutana na watu wanateseka huko, magumu sana. Magumu sana. Hata kupata mtoto mwana anaweza kuhubiri kama yule ambaye anahubiri hapa. Lakini wakati tunakuwa na nafasi ya neema ya kuweza kukua na formation ya kufanya wainjilisti, iko kitu cha kabambi sana. Ninaona kanisa yetu ya Katoliki iko Beni, leo wazazi iko distress. Hawajui kama kama baraka zilishakuja hapa Katoliki kwa kuweza kutayarisha watoto, kuanza chini, kuwatayarisha hata siku moja wako wachungaji. Ile ni neema ambayo kila mtu anapenda mtoto wake kwa mchungaji, yako mwinjilisti, yako mhubiri wa habari njema, afanye hiki na hiki na hiki na hiki. Wakati tunafuata maformation za evangelisation explosive, zinatosha watu ndani ya uchinga. Unakutana kweli nilishaka samehewa. Unakutana kweli nilitoka mbali, nisingelikuwa Mungu kama mimi siko. Alafu unakutana umepata wokovu ambao ni wokovu kamilifu unaotoka ndani ya Yesu Kristo. Alafu neno letu nikisema kwa wazazi ambao mnaleta watoto, Mungu awabariki, na wengine ambao wanakuwa hapa, kuna wazazi wengine wanakuwa hapa, mwambie watoto wenu mkimu walete wakuye kujiandikisha na wapate formation ya TE. Kuna promotion inaisha, nyingine inaanza, nyingine inaanza, nyingine inaanza, lakini hii ni mapya sasa ambayo inaanza kwa siku ya leo. Hivi kwa niaba ya kanisa na kwa niaba ya mchungaji Reverend Pastor Paracel Kilala, mimi kama mimi namwakilisha, tunafungua formation hii na rasmi hii kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba, tunabariki jina lako, tunakutukuza kwani wewe ni mwema. Yote unatenda katika maisha yetu yanapita fahamu zetu. Sisi ni wanani kama taifa kusudi utuchague miongoni mwa taifa nyingi? Sebeka Katoliki ni kanisa gani kusudi niwe ndio umechagua? Hii ni neema yako Bwana. Tunakubariki kwa wachungaji umeweka hapa na wazee na waongozi wengine kwa kazi wanaendelea kuifanya. Unajua moyo wao unapenda Injili, ndio maana wanaendelea kusupport kazi hii. Bwana, tunakubariki. Tunaomba kwa ajili ya wazazi wa watoto wote ambao watapata mafundisho ya maimarisho, wakiwakilisha na hao ambao wamefika. Bwana, tunaomba baraka zako ziwafuate, washuhudie makuu yako, kwani wameonyesha upendo wao kwako kwa kushindikiza watoto hao. Hata watoto ambao umechagua miongoni mwa wengi kusudi wao wale wataanza mafunzo haya mbele, wengine wabarikiwe nayo, tunawaombea Mungu wape nguvu na ujuzi na ujasiri wanapopata mafundisho haya kweli
neno lako liendelee kukaa kwa wingi ndani yao. Bariki taifa letu, leta amani katika taifa letu. Bwana, acha neno lako likae kwa wingi hata katika kanisa hili, kwa wazazi kama kwa watoto na vijana, na jina lako Bwana endelee kutukuzwa wakati watu ambao wameimarika wameingia kwa kazi yako na kuifanya sawa vile wewe umewaambia waifanye. Utukuzwe na uinuliwe. Tunaomba tukiamini umetusikia na unatenda, kwa uwezo wa jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen.